Baada ya maswali ambayo watu walikuwa nayo, hatimaye hii leo klabu ya Young Africans wamekuja na tamko. Utaweza kumsikiliza vizuri afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe akilitoa tamko hilo ambalo nimekwambia, lakini Waswahili kuna msemo wa Kiswahili unasema fahari wawili hawezi kukaa zizi moja. Utakuwa unashangaa kwa nini nimekwambia kwamba fahari wawili hawezi kukaa zizi moja. Ni baada ya kumsikiliza vizuri kabisa tamko hilo ambalo amelitoa afisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe. Taarifa njema ambayo nikujuze tu hapa ni kutoka Tanlais. Hao ni mabingwa kutengeneza pool table bora na za kisasa, wanapatikana Mabibo Hostel hapa jijini Dar es Salaam. Ukihitaji pool table bora na za kisasa waone wao, unaweza kuwasiliana nao, namba zinapitishwa hapo chini ili uweze kujipatia kitu kilicho bora. Nishakwambia ni kitu ni bora, kumbuka kimezingatia ubora wake katika utengenezaji wake. Wanatengeneza alafu wanazisambaza wao wenyewe. Cha msingi tu wewe kazi yako tu ni ndogo, ni kuwasiliana nao popote ulipo ili uweze kujipatia pool table bora na za kisasa kabisa. Alisi Sagara, yes. Kumekuwa na misemo mingi ya Kiswahili ambao saizi naona ule msemo wa wahenga saizi umeisha. Saizi kama wakati nyakati zake zimeisha. Misemo yao ilikuwa na trendi sana. Nahau, methali, aliyejuu mngoje chini. Enzi wanakuambia aliyejuu mfate huko. Lakini mimi kauli yangu nimeanza kwamba fahari wawili hawezi kukaa zizi moja. Huyu hapa kwanza tumsikilize afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe. Tutakaporejea nitamfafanulia kwa nini nimeanza na huo msemo wa Kiswahili. Huyu hapa afisa habari. Kutoka sasa mpaka mwisho wa msimu timu itakuwa chini ya wataalamu wawili kwa maana ya Patrick Mabedi na Molin. Na hii niweke sawa Alwatan kwa faida ya waandishi wa habari, lakini pia wanachama na mashabiki wetu. Hawa watu wana operate kama co-head coaches. Sio kocha mkuu na kocha msaidizi. Ni co-head coaches. Molin, Mabedi wote ni walimu wakuu ambao wanashirikiana. Hiyo inafanyika sehemu nyingi vilabu mbalimbali duniani. Kwa hiyo hawa ni co-coaches wawili, alafu msaidizi wao sasa ni Matthew ambaye alikuwa msaidizi wakati wa Pedro Gonçalves. Kwa hiyo co-coaches wetu ambao ni co-head coaches wawili kwenye position inayofanana ni Molin na Patrick Mabedi. Na mimi ni afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe. Umemtazama vizuri na umemsikiliza vizuri akifafanua kunako kwamba kwa sasa ndani ya Yanga watakuwa na makocha wawili wakuu ambaye ni Molin akishirikiana na Patrick Mabedi. Wote wawili watakuwa makocha wakuu. Hapo ndivyo ambako mimi mwenyewe binafsi kwanza nashangaa. Alisi Sagala kitaalamu hicho alichokifanya Young Africans kuwa na makocha wawili wakuu. Ndio. Inakuaje kitaalamu zaidi kwa mtu ambaye afahamu au ndo kwanza anasikia baada ya hili tamko la klabu ya Young Africans kwamba makocha wote wawili hawa watakuwa kocha wakuu, wakati watu wamezoea kwamba kunakuwa na kocha mkuu alafu anabaki kocha msaidizi na kadhalika. Hii inakuaje kitaalamu zaidi? Yanga baada ya kuachana na kocha Pedro Gonçalves, kwanza tukumbuke kocha Patrick Mabedi ana sifa za kuwa kocha mkuu kwa maana ya CV yake inamruhusu pia kuwa kocha mkuu. Ukija kwa kocha Abdul Hamid Molin pia ana sifa hizo za kuwa kocha mkuu. Tena huyu wengi tunamfahamu vizuri zaidi kwa sababu alihudumu kwenye ligi kuu ya NBC ndani ya klabu ya KMC. Sasa hawa makocha wote wana sifa za kuwa makocha wakuu. CV zao zinawaruhusu. Yanga baada ya kuachana na kocha Pedro Gonçalves walitangaza kabisa kwenye taarifa yao kwa umma, akasema kwa sasa hatutaenda sokoni na kuleta labda kocha mwingine, ila hawa waliopo ndio watachukua majukumu yaliyoachwa na kocha Pedro Gonçalves. Watatuongoza kwenye michezo 9 ya ligi iliyosalia, lakini pia watatuongoza kwenye michuano ya kombe la shirikisho ambapo tuko hatua ya robo finali na watakuja kucheza na mpinzani wao hapo mbele tarehe 16 wako dimbani. Kwa hiyo wakaona si vyema kwenda kuhangaika kutafuta kocha ili hali ligi inaelekea ukingoni. Ni nadra sana cha kwanza hiki walichokifanya Yanga. Hapo mbele nitakuja tuzungumzie kwa mifano, lakini kwa sasa naomba nikujibu kama ulivyouliza swali lako. Kwanza ni nadra. Hiki kitu alichokifanya Yanga kukiona kwenye mpira wa miguu. Wanaogopa mgongano wa kimtazamo, mgongano wa kifikra, mgongano wa kimbinu, kwa sababu wote wanakuwa wako kwenye level moja. Tumezoea kunakuwa na kocha mkuu, kunakuwa na makocha wasaidizi. Hata kama atakuwa wanne, kuna baadhi ya timu zina makocha wakuu wasaidizi wanne. Timu kama Al Ahly ina makocha wasaidizi wangapi? Watatu. Kuna kocha mkuu, kuna wasaidizi watatu. Alafu kuna makocha wengine. Unakuta kuna goalkeeping coach, kuna fitness coach, kuna set pieces coach. Usijui unanielewa? Sasa
hiki walichokifanya ndani ya klabu ya Yanga ni kitu ambacho ni nadra sana kukishuhudia kwenye mpira wa miguu, hasa kwa hizi nyakati za hivi sasa au mpira wa kisasa. Tunasema modern era of football, kwamba hizi ni zama ambazo ni za tofauti ukiachana na miaka ya huko nyuma kabisa. Tutakuja tutoe mifano dhahiri shairi kuthibitisha hiki pia ambacho aliweza kukizungumza Ally Kamwe, kwamba kuna vilabu pia vinafanya hivyo, japo kwa sasa imekuwa ni nadra. Mara nyingi tumeshuhudia kwenye michezo ya volleyball, michezo ya basketball, sio unanielewa, michezo ya baseball, ndo kunakuwa na hawa wanasema co-head coaches, wanakuwa ni makocha wakuu wawili, lakini kwenye aina hiyo ya michezo ambayo nimeweza kuitaja hapa, tofauti kabisa na football. Na kwenye football wanakwepa vitu vingi sana, tutakuja tuzungumze kokote tufike. Sasa mimi kwa maoni yangu binafsi, kwa sababu wale makocha wote wana sifa za kuwa makocha wakuu, pengine kuna mmoja ambaye alikuwa assigned. Haya ni maoni yangu binafsi, sio kutoka kwa Ally Kamwe, sio kutoka kwa Yanga, ila ni mimi tu fikra zangu pia. Unajua tunaruhusiwa pia kuchanganua mambo kwa kina zaidi. Sasa kama hawa makocha wote wana sifa mbili, ametoka kocha mkuu, nyie wote mlikuwa wasaidizi. Sasa unakuja mkanganyiko, ni yupi atakuwa kocha mkuu? Wote wana sifa za kuwa makocha wakuu, unampandisha yupi na kumshusha yupi? Sijui unanielewa. Sasa kilichokuja kufanyika kwa maana final decisions, maamuzi ya mwisho, wakaamua bwana hawa wote tuwakabidhi timu waende mpaka mwisho, tuone watafanyaje, watatuletea kitu gani mwisho wa msimu, ligi kuu pamoja na kombe la shirikisho. Kwa hiyo hapo pia kwa namna moja au nyingine unaweza ukauona ukomavu wa viongozi wa klabu ya Yanga. Unajua sisi huku nje Hassan, huwa tunaletewa tu hizi taarifa, zile taarifa na habari ambazo tunastahili kuzipewa, lakini kuna zile ambazo ziko nyuma ya pazia huwa hatuletewi. Kwa mfano, unakumbuka alivyoondoka kocha wa Yanga Said Lamovic, tuliletewa taarifa ya umma kwamba wamekubaliana, ni makubaliano ya pande mbili, anaondoka ndani ya timu, hakutimliwa, aliondoka. Leo Ally Kamwe amefanya interview kwenye kituo kimoja cha redio, anasema kocha Said Lamovic aliitosa timu mazoezini, simu zinapigwa tu, bwana huyu anaoga, huyu anaondoka, kapanda ndege, mkataba ukoje, kalipa, kafanyaje, kaondoka zake. Sasa wewe kwenye taarifa umma unaweka vitu kama hivi kwamba ameitosa timu, kaiacha timu mazoezini, kaoga, kapanda ndege, kafanyaje, kaondoka kwenda kuchukua kibarua kipya huko alikuelekea. Hiyo ni kitu ambayo public hawezi wakaja kukueleza. Sasa hata hii taarifa kwa umma iliyotolewa kwamba kwa sasa tunawakabidhi mikoba makocha wawili na kwa maana ya Patrick Mabedi pamoja na Abdul Hamid Molin kuwa makocha wakuu kwa pamoja, kwa maana ya co-head coaches. Hiyo ni wewe ambao unapaswa kupewa, lakini huko ndani Ally Kamwe anajua ukweli kilichopo mpaka timu inakuja kufanya maamuzi ya aina hii kwamba tunakwenda na makocha wakuu wawili ndani ya timu yetu. Hiyo ilikuwa ni kitaalamu zaidi kwa nini klabu ya Young Africans imeamua. Aloyce Sagara kwa mtazamo wake ameweza kutupitisha vizuri kwa nini klabu ya Young Africans imeamua kuwa na makocha wawili wakuu baada ya kocha aliyekuwa mkuu na hao wengine walikuwa wasaidizi kuondoka, ambaye ni Pedro Gonçalves. Lakini hapa afisa habari wa klabu ya Young Africans Ally Shabani Kamwe alijaribu kutolea mfano wa alisema kwamba kuna baadhi ya vilabu vingine barani Ulaya vimekuwa au duniani kwenye mpira vimekuwa na mfumo huu wa makocha wawili. Labda wana Yanga wanaweza kataka kufahamu ili waweze kujua, labda kwa mfano waende labda kama wakapitia historia au makocha wawili walipokuwa kwenye benchi walifanya nini kama makocha wakuu. Ndio, duniani imewahi kutokea hiyo kwenye timu za mpira wa miguu, kwa maana kwenye football, kwamba klabu inakuwa na makocha wakuu wawili, co-head coaches ndani ya timu. Mwaka 1950 pale Uingereza, klabu ya Liverpool ilikuwa na makocha wakuu wawili, alikuwa Danny Welsh pamoja na Phil Taylor. Walisimama kuiongoza Liverpool kwa pamoja. Baadaye ndo akaja akasimamishwa juu Danny Welsh kama kocha mkuu, lakini walianza pamoja kama makocha wakuu wote, kwa maana ya co-head coaches ndani ya team, Danny Welsh pamoja na Phil Taylor. Lakini baadaye ndo mmoja akaja akapandishwa kuwa mwenye sauti kubwa kuliko mwingine. Ukienda pia kwenye historia inaelezwa kwamba klabu ya QPR kwa maana ya Queen Park Rangers mwaka 2008 ilikuwa inaongozwa pia na makocha wakuu wawili. Hapo namzungumzia Gianluca Festa pamoja na bwana Canio. Canio walikuwa wanaiongoza Leicester kama co-head coaches ndani ya klabu cha
ndani ya klabu ya nini ya QPR. Sasa unaona mifano ya namna hiyo zipo timu nyingine kama FC Basel huko pia zimewahi kufanya mambo kama hayo. Kwa hiyo sio jambo geni, japo ni nadra. Nadhani hata nilivyokutajia mifano na hata kwa research yangu miaka hivyo karibuni ni 2008 ambayo ilikuwa ni timu ya Queen Park Rangers kutumia system ya namna hiyo, lakini ukirudi huko nyuma kwa kina FC Basel wao Liverpool unaona ni miaka 1900 na kitu huko. Ina maana ni system ambayo ilikuwa tunasema ni old fashioned football, kwamba ni mfumo ambao ulikuwa unatumiwa huko kipindi bado football hatujafikia kwenye advanced level ambayo tupo nayo hivi sasa. Kwa hiyo sio jambo geni, lakini amekuwa yakifanyika japo nadra sana. Hivi kuna kijana ambaye amezaliwa 2008 tayari anacheza mpira 2008 leo 2026 miaka 18 hiyo. Yes. Kwa hiyo ina maana hajaona. Bana nilikuwa shabiki wa kwanza wa Queen Park Rangers. Nilikuwa timu ya jezi zao zile bruna nyeupe. Baadaye nilikuja kuhama. Ukaenda Man City. Nitahamia Manchester City. Man U kupita pia. Maana Man U sisi ni miongoni mwa timu ambao watu wengi wamepita sana kwetu. Alisi Sagara tulikuwa tumemaliza vizuri baadhi ya mifano vilabu ambavyo vilikuwa na makocha wawili wakuu. Lakini mtu anaweza kana anajiuliza leo ndo ule msimu wangu sasa unakuja kulilai hapa kwamba fahari wawili hawezi kukaa zizi moja. Athari ambayo utakutana nayo kwa makocha wote wawili. Kumbuka pale kwenye bench tunahitaji asimame mtu mmoja. Shida inaanzia kwa upande wangu kwenye bench wakati unatoa maelekezo, si wanaenda kwa maelekezo. Anasimama wa kwanza lazima asimame mmoja na mwingine ndo aje afanyaje asimame. Tupitishe tu kwa uchache kwa mtazamo wako, zipi athari zitakuwa na makocha wawili kwenye timu hasa kwenye bench ambao simezoea tunaenda kwenye viwanjani kuona kocha mmoja anasimama huyu mwingine baadaye hata kama ananyanyuka msaidizi katoa maelekezo na kocha mkuu anakuwa na final say au final statement. Sasa kwa hiyo wewe naye akiamua mimi na mimi naambia mtoe fulani huyo kocha mimi ni mkuu na wewe unasema mtoe fulani. Athari ambazo watakwenda kuzipata kwanza niseme wanaenda kuzipata inaweza ikatokea, so kwamba kwa sababu huwezi kujua wataendo vipi pressing yao na wataicontrol vipi timu ya Yanga wao kama co-head coaches. Inaweza athari ambazo zinaweza kujitokeza ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga. Kwanza kabisa ni mpishano wa kimbinu au falsafa, kwa sababu kocha Patrick Mabedi na kocha Abdul Hamid Molin wana mitazamo tofauti hawa. Wana falsafa tofauti. Sasa inakuwa vipi wanafanya kazi at the same level? Yani wote wana nguvu moja ndani ya timu. Kwa mfano, Jurgen Klopp aliyepita Liverpool, Borussia Dortmund, yule Mjerumani, anasifika kwa style yake ya football ya gegenpressing. Huyo ni Jurgen Klopp. Ukienda kwa mtu kama Jose Mourinho, anafahamika kwa style yake ya pragmatic football. Yani yeye kwake matokeo ndio kila kitu. Akishapata matokeo hata kama ni bao moja, anaweza akapaki basi dakika 90 zinatamatika, ameondoka na alama 3. Kama ni kikombe kakichukua, bao kalipata dakika za mapema, yeye anajali matokeo ya mchezo. Haijalishi timu yake iko vipi. Unakutana na mtu kama Pep Guardiola. Ni mtu ambaye yeye anahusudu sana timu yake imiliki mpira kwa maana ya ball possession football. Sasa kwa mfano kwenye timu moja, let's say Madrid, leo hii wanaamua kumchukua Jose Mourinho ambaye anahusudu sana pragmatic football, alafu unamweka na huyu Pep Guardiola ambaye yeye ni ball possession football, best football. Kwamba hizi zinakuwa ni falsafa mbili ambazo zinakinzana ndani ya timu moja. Kila mtu anakuwa unajua falsafa ni imani. Yani huyu tena sisi tuliosoma Kiswahili japo huko nilisoma HGL lakini huko chini Kiswahili nimesoma, naambiwa kwenye fasihi imani na falsafa ni imani au msimamo mkali wa mwandishi. Msimamo mkali ina maana ni ngumu sana kumbadilisha juu ya kile ambacho anakiamini. Sasa hata makocha pia, kwa mfano kilichomuondoa kocha wa Manchester United Ruben Amorim akapewa Michael Carrick kama interim coach wa muda, ni kutokana na imani yake ya kucheza na mabeki watatu. Aliwatamkia mpaka board of directors wa Manchester wale akina Ed Woodward nadhani kama akamwambia bwana, mimi siwezi nikabadilisha mfumo wangu wa uchezaji. Nitacheza na mabeki watatu kwa maana ya 3-4-2-1. Sio, unanielewa? Lakini ni mfumo ambao kabisa walishauona unaleta athari hasi au unaleta matatizo ndani ya klabu. Sasa ile ilikuwa ni imani yake. Sasa leo una Molin, una Patrick Mabedi. Hawa wanakinzana kifalsafa. Je, wachezaji watamchagua yupi? Hapo ndo utashangaa coach kunakuwa na classes
kwenye timu kuna wachezaji ambao wanafuata kauli ya kocha A na kuna wachezaji wanafuata kauli ya kocha B. Hiyo ni athari kubwa ya kwanza. Lakini athari nyingine sasa tunaenda tunasema kwenye dressing room. Je, nani atakuwa na sauti moja? Yes, yani ikisikika hiyo sauti kila mtu anafuata. Ndani ya dressing room una makocha wawili wakuu kwa maana ya co-head coaches. Hapo pia tunaenda kutengeneza athari nyingine kwamba tunatengeneza magrupu kwa wachezaji kwamba akizungumza fulani kauli yake inachukuliwa kwa uzito na akizungumza fulani kauli yake inachukuliwa kawaida. Sio, unanielewa? Kwa hizo pia ni miongoni mwa athari ambazo zinaweza zikajitokeza ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo mpaka viongozi wanafanya maamuzi ya namna hii, mpaka mimi na wewe Hassan tunaketi saa hizi kuzungumza, sina shaka kama engineer Hersi ile bodi ya wenyewe pana bodi ya wakurugenzi pale Yanga ipo. Okay, sasa kama wameketi wakaafikiana kwa pamoja kwamba tunakwenda na makocha hawa wote wawili wakiact kama co-head coaches ndani ya timu yetu, ina maana kwamba hata research pia walifanya kwamba je, kuna athari zipi ambazo zinaweza zikajitokeza, na wakakubaliana bwana, lolote litakalotokea ndivyo hivyo, lakini hatuwezi kubadilisha maamuzi yetu ambayo tumeafikiana sisi hapa kama viongozi ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo hizo ndio athari kubwa zaidi ambazo zinaweza zikajitokeza kwa timu ambayo inatumia makocha wakuu wawili ndani ya timu moja. Huyo ni Aloysius Sagara anamaliza, lakini nataka nimuulize tu mfano mdogo tukiwa tunamaliza. Sote hapa wawili ni watangazaji na wachambuzi. Ndio. Leo sasa kipindi unakiongoza wewe, sote tunakuwa watangazaji na wachambuzi. Sijui mtazamaji atamuelewa nani. Hapo ndo nasikia ile tunasema ni lugha gongana, kwa sababu kwanza hatutakuwa tunapeana nafasi. Wote watakuwa wanazungumza, mimi pia nazungumza. Lakini sasa hivi unaona jinsi tunavyopokezana hivi. Tunafanya mapokezano. Wewe unauliza swali, mimi nakujibu. Sijui unanielewa? Tunasikilizana vizuri. Lakini wote tungekuwa mahosti, kungekuwa tunaongea hapa lugha gongana na pengine hata mtazamaji asingekuwa anapata ile message au ujumbe ambao tunazungumza hapa. Yes. Kuna mimi ndani ya klabu ya Young Africans hilo watakuwa wameliweka sawa kati ya makocha wakuu wawili wote hawa ambao Alikamwe ametufafanulia vizuri kwamba ndio wataishikilia timu mpaka mwisho wa msimu huu, msimu wa 25-26 utatamatika, utakuwa na makocha wawili ambao wote ni wakuu. Sasa swala la mawasiliano tumeliweka vizuri kwamba wao wanatakiwa waact kama brotherhood, maana wale ndugu kabisa kwamba ndugu akisema kwamba sote tunaenda kulala, yes, wote kwa pamoja, wote ni kwa pamoja. Yeah. Yani haitaki sasa atoke mmoja mwingine atoke pembeni aseme mimi nitaenda kulala saa 4. Tukisema tunaenda kulala saa 4, kauli ni moja hapo. Hasa kwenye hiyo video pia kama pia mtazamaji alitazama pale wakati tuna display, unamtazama rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi, ni kama vile anatoa maelekezo kwa wachezaji wakati wanafanya mazoezi pale. Kwa mimi nikajiuliza, huyu rais Engineer Hersi anakuepo kwenye mazoezi ya Yanga, anakuepo kwenye hafla za Yanga na anakuepo kwenye mechi za Yanga. Huyu ni mtu ambaye pengine mimi naomba nimpe maoni yake, rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said. Ni mtu ambaye amededicate muda wake, amededicate maisha yake ndani ya klabu ya Yanga. Ni watu wachache sana ambao ndio nasikia ni rais wa klabu, lakini ni nadra sana kumuona anahudhuria training session, anakuwepo pia kwenye official matches kwenda kuisupport au kuifuatilia timu yake. Hiyo ni Aloysius Sagara, mimi ni Hassan Sadama aliyesimamia kamera, sehemu nyingine ni Alpha. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.